Ukweli ni kwamba maisha yamekuwa magumu sana. Hakuna mbunge anaweza akasimama hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa siku aniambie hajaomba hela na mwananchi wake. Leo hii mmesema wana mikopo ya 10%, ndiyo. Ukienda benki, huyu kijana mnayetaka mbadilishe maisha yake ili asiandamane, ukienda benki unadaiwa TIN namba, kitambulisho, tax clearance na leseni ya biashara. Huyu ambaye mnataka ndio aache kuandamana akajitegemee, awaletee hivyo vitu. Namba moja, ukienda mikopo ya halmashauri ya miji hii ya wakina mama na vijana na watu wenye ulemavu, Mheshimiwa Mwenyekiti, zile fedha licha ya kwamba masharti ni mengi, andiko la mradi, sijui katiba, sijui nini, vikokoo vingi ambavyo unahitaji, lazima umfuate mtu ambaye ana elimu ya IT akutengenezea hivyo vitu vyote, na huo mchakato mzima ili ukamilishe dokumenti zote ambazo zinahitajika, lazima shilingi 500,000, 600,000, 450,000 utumie. Labda kama wakili ni mpenzi wako, maana hilo anaweza akakugongea bure muhuri na katiba akakutengenezea bure. Huo ndio ukweli, tuambizane ukweli. Huyu ambaye ninataka asiandamane ametokaje kwenye mazingira kama hayo? Niliwaita, Mheshimiwa Mwenyekiti, walemavu wote mkoa wa Njombe. Nilipowaita nikataka kujua hawa watu wamewahi fikiwa. Wanasema toka dunia iumbwe hawajawahi fikiwa. Sasa tunapozungumzia hii wizara, natamani hebu tupanue akili, yani tuende mbali zaidi. Huyu mtu anayeandamana, yani kwa nini anaandamana? Alafu mnasema, nakumbuka IGP siku ya maandamano alisema siku na masaa 48 nataka watu wote wakae ndani. Hawa vijana wanakaa ndani, hawana ndani. Wewe ndio una ndani kwa sababu umezaliwa, umeona baba, mama, umeona nyumba. Tuna vijana wengi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ambao wako mtaani, ambao tusipokaa vizuri, yale maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10 yatakuja kuwa mara 800. Hapo tunataka kupongezana. Si tunataka kupongezana. Hatutaki kwenda kwenye uhalisia huko ground. Yale maandamano tusipoweka msingi mzuri, maandamano yale yatarudia.